unaona leo shetani anawaonea ni kwa sababu ya kukosa nguvu ya maombi. Maombi ilishakaisha ndani yao. Maombi haikuwagi tena ndani yao. Ndio maana unaona hata kazi ya Mungu kuifanya unatumia nguvu mingi. Unasikia saa vile biko vizito kwako. Ni kwa sababu hauna nguvu ya maombi inside your life. Ukitaka kuwa mwimbaji mzuri, ukitaka kuwa mhubiri mzuri, ukitaka kuwa mwalimu mzuri, ukitaka kuwa mpashabara mzuri, good njia ni moja tu. It's just a good one way. Ni maombi. It's only a prayer. Ukiona watu wote, when you can see all people wenye Mungu ameinua, those God left katika ngazi yote ni unaona other step that can see uyo nyuma ya huyu no behind of this person. Ni maombi ndio inafanya. Is a prayer with there. Ni maombi ndio inafanya kazi. It's on the prayer that used to work for him. Amen, amen. Amen. Ni maombi ndio inafanya kazi. On the prayer used to work. Esther akaenda kwa mfalme. She wanted to the king. Mfalme anamuuliza unataka nifanyie nini? What do you want me to do? Esther didn't speak many things. Because whenever you can never pray inside your life, hapurumkaki kuongea. You don't speak anyhow. Mtu akiwa na maombi whenever you have a prayer inside your heart, hata kuongea, even if the way you speak, anaongea point, you will just talk about the point. Hawezi ongea ongea, just talk anyhow. Hawezi promoka tu kwa sababu ndani yake, because inside your life iko na kaboga fulani. You have some fear inside your heart. Maombi inaleta the prayer used to bring the fear in your heart. Hata kwa kuongea, whenever you can just speak, kuna roho ya there's a spirit inakwambia hapana kuongea. Don't speak like that. Lakini mtu mwenye ana maombi, when people anaongea used to take anyhow, afurahishe watu, because people they can just be happy about him, kwa sababu hauna maombi, because there's a prayer inside your life. Lakini Esther, but Esther akasema mfalme, she said, king, kama inakupendeza, if it will be good to you, naomba tu unifanyie niandae karamu, just I can prepare a party, na mwa ile karamu, and on this party wewe utakuwa ndani, you can just come there, na Naamani, and Naaman naye asikose. She must be also there. He must be also there. Basi mfalme akasema wewe ndio the king say, now you say, Esther, uko nasikia, you can hear hekima, you can hear ya mwanamke mwenye kuwa na maombi kwenye kwa natokea, the one who anayua mwenye iko natafuta kuua taifa lake, the one who want to kill his country, his nation, lakini haendi straight kwa point, anapita huko. Maombi iko na mfanya imepatie hekima ya kukonvekre bwana yake. Maombi inamupa nguvu, give him her power. Huyu ni mfalme, no, this one japo kwamba ni mume wangu, even if he's my husband, but I will never talk to him. Lazima nifanye karamu, na mwele karamu, and on this party, na mwenye kwa napenda kutuua, the one who want to kill us, na yakuye, he must come. Biblia inasema hivi, the Bible says, waombeeni adui zenu. Pray for your enemy. Maana unapoombea adui yako, whenever you pray for enemy, unawasha makaa ya moto, make the fire ndani ya yule adui in his life. Amen. Amen. Ukiombea adui, whenever you pray for your enemy, unafanya makala juu ya ule mtu, you put the akose raha. Kwa sababu in his life, why? Kuna nguvu ya maombi, because there is a power that is naye huyu Esther, and Esther akaambia bwana yake, tell his husband, akamwambia wewe ndio the husband tell, go and prepare the party. Sijui alitoa pesa wapi, I don't know where she get the money. Akaandaa karamu. Now she prepared the party. Alipoandaa karamu, when she finished preparing, the king was there. Baka invite Naamani. Then they invite Naaman. Amani, wakati invitation yake ilifika, Aman, when she get invitation, akasema kweli, mimi ndio mkuu wa hii. Yeah, and kama ninaweza aliko if they can call me in the kingdom, akafurahia. Lakini hatui, without knowing kama Esther alishayua that Esther knowing that what's going outside there. Basi Naamani akakuja, then Naaman came, na mfalme naye, and the king Mordecai was there. Wakaanza they start doing the party. Sasa mfalme
Now akarudilia tena sauti ile ile. He asked her again the question. Maana mfalme anajua tu because the king knows that there's something that's not going inside the heart of Esther. Akamuuliza, now unataka nini? What do you want? You must tell me. Hata kama unataka nusu ya ufalme, if you want half of my kingdom, nitakupatia. I will give to you. Esther akasema, then Esther said, hapa sasa ndio opportunity. Now is the opportunity. Akasema bwana yangu. Now she starts saying that my husband, whether you can see me here, vile unavyoniona hapa, how you can see me here, mimi ni kwangu Myahudi, me I'm a Jew. Lakini mfalme ni kama alikuwa shajua. But the king it's like he used to know before. Ni kama alikuwa shajua. It's like he was already know about it. Sasa now akamwambia mfalme, he told the king, she told the king, hivi kisi niko nakwambia, the way I can tell you, my nation bote balisha sema kote isha sema kwamba the court will say that there will be day. Makaratasi zishapita fasi everywhere kwamba mudata fulani that on this date before watu wote wakufa, all the people of my nation will die. Mfalme unasema then what do you say, king? Sasa mfalme naye the king answer question. Hiyo mambo inatokea, this thing where is coming from? Na Yesu anasema, Esther say, mwanzilishi wa hii mambo, the one who start these things, mwenye ameanzisha the one who starting this thing, ni huyu, is this one ambaye yuko karibu na Mungu, kwenye hebu ambaye tuko tunakula sisi. We are eating with him. Hallelujah. Amen. Uko nasikia hekima ya mtu mwenye mkoa na maombi. Can you hear the wisdom of the person of a prayer? Unasikia hekima mtu ambaye you can hear the wisdom of the person. Hekima ya mtu huyu. If a person have a prayer in him, he will know how to namna gani ya kuweza kutumia. He will know how to anajua namna gani ya kuweza kupeleka tatizo yake. You don't address a problem. Hautapeleka habari yako namna yoyote. You don't address your problem. Hautapeleka tatizo zako namna yoyote. You address in the good way. Tumia katika njia because the prayer that you pray will give you wisdom. Itachunga hekima ulionayo. It will give you wisdom. Itakupatia hekima. To know how to speak. Namna gani to know how to say. Namna ya kusema. To know how to react. Namna ya kuweza to react. Kutenda mambo. Amen. Amen. Maombi. Prayer. Lakini but sisi tumefika hapa Afrika Kusini, we came in South Africa. Maombi tunayatupa. We just put it back. We left the prayer. Tunatupa maombi. We put it apart. Sasa tunabakia tu we are just bila maombi. Without prayer. Maombi ndio inatupatia ile nguvu. This power. Hata katika kazi, even if in our work, Mungu anakubariki kazi. Whether God can give you kuna work. Watu wengi, there's many people wanafungulaka kazi. God, they can just start in work. Anaenda mkazi. Whether she open the work. Anafikiria sasa vile iko na contract. She having a contract na wateja. With the customer. Kiburi kinamuingia hapo. Yeye kufungula tu sasa vile. Sasa vile mzazi mmoja hivi anafungula tu. Lazy he open. After open, anafagia hapo, anafagia hapo, anajikalia kukiti, anaanza chunga sasa wateja. Now waiting for the customer. Uko na contract na wateja. Do you have a contract with the customers? Wale unakutanisha wengi wanaanza kutumia madawa. Many people now try to use the muti. Kwa sababu gani? Why? Haujui. Because doesn't know the secret. Nguvu zetu sisi wa Kristo, kila kitu ni maombi. Hata chakula, even if your food, hata chakula, even your food. Kuna mtu na Mungu anabariki, God bless him with food, anapata chakula, where they get the food. Yeye ni anakuwa kwa sababu now is like someone who run after him. That's after water. Inakuwa kumezameza mtonge. Eating quick, bila maombi, without even praying. Bariki chakula. You can bless the food. Mungu ili Mungu akupatie neema ya kupata kingine kesho. So that God can also give this. Kuna mwenye hayakipata. There's someone who didn't get this food. Lakini naye iko na nguvu sawa. He has the power. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Maombi, the prayer, pasha kujua. You must know. Kila kitu kile tunafanya, everything that we are doing, ni maombi. The prayer. Sisi hatuna nguvu zingine wapendwa. Sisi hatuna nguvu za kwenda the power to go to the hatuendi kwa traditional doctor.
sisi kila kitu, everything that you can do, hata shida even ikikutokea, the problem that's passing in your problem, maombi ndio inaanza. all the prayer that starts Kabla ya kwanza masimu before Kongo, starting calling Congo, anza kwanza omba wewe. start praying for yourself. Lakini watu wanapata shida, But when you can inakuwa masimu is now start the kwa call mama yake, for your kwa mother, nani, for kwa every nani. person. Mama yako ndio atakumalizia I don't know problem. if your mother can finish your problem. Omba You kwanza must pray kabla ya kwanza before kuambia, starting ya kwanza kupiga simu huku na huku. before starting calling everywhere. Lakini shida ni Now the problem hivi is vitu hauwezi this vifanya thing cannot do kama it hauishi maisha ya without maombi. live the life of prayer. Mtu mwenye anaishi maisha ya The maombi one who lives the ndio life of mwenye prayer anakumbukaka is the maombi. one can remember about the prayer. Lakini kama hauishi But maisha if ya you maombi, don't live this hauwezi life, kumbuka you will kuomba. not even remember about how to pray. Hata katika kulala Even usingizi, whenever you can sleep, Unalala, you just sleep like that and you wake up the same time Hakuna mambo ya without maombi even wewe saying akili the yako things of prayer. It doesn't be in your mind. Sasa uko Mkristo gani? Now, which Christian are you? Lakini Now, unasema eti niko na you say nguvu. that I have power. Wala unakutanisha Now you can find ule mapepo tu wa barabara, these small demons in the road. ule mapepo wa barabara The tu demons of the unapita road just will there. unakukamata. They take you Kwa sababu ndani sometimes yako hauna nini? because inside you doesn't have prayer. Hauna maombi. You don't have prayer in your life. Yesu Jesus, kuna siku there's a day alikutanisha wanafunzi wake wako wanaombea the mtu mwenye disciple kifafa, prayed for someone who has been sick, na huyu garso wa kifafa and this gentleman, baba yake aliletea wanafunzi wake his father bring him for the disciple, na akawaambia, and they tell them, naomba mniombee. just I need you to pray for my Najua son, banaendaka na because he Yesu. know that they used to go with Jesus, Wanafunzi wakaanza and they, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus, Toka. go out, go out. kifafa kitoki It was not go out. kwa jina la Yesu, The name of Jesus, toka, go out, toka, go out. kifafa kitoki. It was not go out. Kuanzia asubuhi mpaka magharibi Starting from morning until wako afternoon, wanapambana na pepo ya they kifafa. fight with the demon. Wanafunzi This benye wako wanaenda na Yesu. they used to go with Jesus. Yesu sasa alitoka kule Jesus, maombi, when he come back for the prayer, anakuja now he anamtajia. came back, he found they're still praying. Sasa ule mwanaume aliona tu Yesu, This man see akaenda Jesus. akamwambia Now he Yesu, went there and told Jesus, nimeleta you mtoto see wangu, how he can bring, I bring my son. lakini But naona saa vile wanafunzi your wanashika. disciple doesn't do it. They Yesu cannot do that. Akaelewa kwamba Now wanafunzi you know wake that the disciples, ni wavivu wa maombi. they are lazy in prayer. Akawaambia hivi, Now we tell them, probleme kama the hii, problem like that, pepo kama hii the demon like that, haitoki tu hivi you hivi, cannot just take it out like inatoka that. But it just went out kupitia maombi through the prayer na kufunga. and fasting. Baadaye Now akatumia ile after pepo, that, he pepo ikaondoka, and he na healed Bwana aliona mtoto out, and this mzima. son was being healed, and now he gives to his Bwana asifiwe father. sana. Amen. Oh, jina la Yesu linaweza yote. The Jina name la of Yesu Jesus can do linaweza yote. everything. The name of Jesus Kama can kwanza do everything. If you, Mwenye uko nalitumia. the one who use this Uko name na of nguvu Jesus, ya maombi. you have the power of prayer. Amen. Amen. Nasema hivi. I say like that. Jina la Yesu The linaweza name of yote. Jesus can do everything. Kama wewe mwenye kulitumia The one who uses it, uko na nguvu ya you have maombi power of prayer ndani yako. inside Kama you. hauna nguvu ya If you maombi, doesn't have the power of prayer, jina la Yesu the haliwezi name of kufanya Jesus kazi. cannot do, cannot work. Amen, amen. Amen. Kuna siku There's a day Paul alikuwa anaenda na hubiri. was when preaching, Mwaende kufundisha, when he's still preaching, kulikuwa mwanamke mmoja there's a woman, alikuwa na pepo ya he was uaguzi. having a demon of, Hii pepo yake this spirit ilikuwa anamuingizia pesa sana. used to give her money. Anakwambia problemi Now she zako can tell you about zote. all your problems. Sasa ule mwenye pepo And the one with the spirit, ataliona tu when Paulo, they just see Paul, akaanza kumtapa Paulo. hearts tell Paul, Vile vimapepo those demons, vikamwambia, they tell him, huyu ni Paulo this one is na a ni Paul, mtumishi and wangu the servant of na God, mtumishi wa the Mungu. servant of God.